kila mtu ana hofu atarudi ama hatarudi. Kaombeana na dua. Kwa hivyo nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa kuwapongeza sana kwa kupita katika mchakato ule na kuingia katika baraza. Kwa wale wapya nawapongeza sana na kuendelea na wapongeza sana. Kwa pekee mwenyekiti nikupongeze kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti, lakini pia na makamu mwenyekiti, hongereni nyingi sana. Katika pongezi hizo niendelee kuwapongeza kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya umeendelea kusimamia wilaya, imepokea wageni mbalimbali. Tumekuwa na ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwa hakika na Kalala na Kilindi, na ilikuwa katika historia kwamba tulikuwa kuja wilaya ya Kilindi na kukumbukiwa na kitu chochote, na wageni wote walikaa Kilindi na tulilala msingi kabisa. Wale na wasiwasi kama Kilindi ni adhabu au maisha sijui ni ya shida, wale Kilindi waone Kilindi ya sasa. Hoteli ni nzuri kabisa, 4 star unapata. Unalala kama starehe. Hongereni sana kwa kuendelea kupitia uwekezaji, lakini kuendelea kuhakikisha kwamba Kilindi na penyewe panakuwa ni eneo ambalo watu wanakuwa wanafanya kazi bila kuona kama wametengwa. Pongezi zingine kwa vile jinsi ambavyo mmepokea wengi wa uhuru. Hongereni sana. Wengi wa safari wamekuja kwa vishindo, na Kilindi mlituonyesha jinsi ambavyo mnajua kufanya mapokezi kwa kutumia local content. Wachezaji, wasanii wetu, watu wa ngoma, wazee wetu wa mila, wote walikuwepo na hamasa ilikuwa ya kuigwa kila mahali. Tunapongeza sana, tulikula, tulifurahi, na kwa kweli hata wakuliza mwingi wamekwenda wakielezea ukarimu wa Wanakilindi, lakini vile miradi ambayo mmeweza kutekeleza, na hata ile target ya 150 ambayo tulikuwa tunawasiwasi, na Wanakilindi pia mmefanya vizuri sana. Na hii ndio tumefanya jana mkoa wetu, mimi na katibu tawala tukapongezwa kama mkoa wa kwanza Tanzania nzima kuwa vizuri katika kufikisha target ile ya 150 na tumepitiliza. Kwa hiyo Mheshimiwa viongozi, mwenyekiti wa baraza hili na Mheshimiwa madiwani, mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alipokea taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali tarehe 30 mwezi wa 3, na akaelekeza taasisi zote, wizara, mikoa, wote tuende tukafanyie kazi taarifa ile kuweza kujibu hoja zote ambazo zimeainishwa na kubainishwa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hivyo kazi hii imefanyika, na ukaguzi wa hesabu za serikali katika kwa upande wetu halmashauri 11, na nimeamua leo nianze na nini katika ziara yetu ya kupitia majibu ya hoja hizi, na kwa ujumla nawapongeza sana kama vile mkuu wa wilaya amewapongeza, tunawapongeza. Wakati tunaingia hapo tulikuwa tunatoka kwenye media tu mnamaliza ile ati chafu. Na nasema mwenyekiti wa halmashauri ameeleza, bwana, hapa mmetuletea watu wametusaidia. Mngekuwa huko nyuma mngejua hali ilikuwa mbaya sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo nimesema, huu mwendelezo wa kupata hati safi inafurahisha, kwa sababu mtakumbuka 2019-20 tulikuwa tuna hati ya shaka, 2020-2021 tulikuwa tuna hati ambayo ilikuwa ni safi, 2021-2022 ikawa ina mashaka, 2022-2023 ikawa na mashaka, tukarudi tena kwenye ubora wetu 2023-2024 tukawa na hati safi, na leo hii 2024-2025 tunayo hati safi. Kwa hivyo tunakiri sababu kuongeza mwenyekiti 10% ambayo tunatakiwa tukopeshe, lakini na zenyewe zirejeshwe. Bado marejesho hayana. Kila mwisho wa mwezi tufunge mahesabu, na tungeomba tufunge mahesabu kila mwisho wa mwezi, basi hao wangekuwa wanaangalia kwenye spreadsheet zao, haya mambo yasingetokea huko mwisho ya hoja ambazo zinaleta shida. Kwa hivyo mwenyekiti, pamoja na mafanikio kama ambavyo nimesema, tunatakiwa tuhakikishe haturudi tena kwenye hati
shaka au hata ambayo sio safi, tukahakikishe wakuu wa idara na wale wote wanaohusika na hizi hoja, basi hoja zikajibiwa kwa usimamizi wa mkurugenzi lakini timu yako na mheshimiwa pia mwenyekiti, mheshimiwa madiwani, kuhakikisha kwamba linamalizika. Lakini kulikuwa kuna hoja za msingi ambazo nimesema niziainishe hapa, ambapo kwa hakika inabidi tufanye kazi. Kuna hii haki ya kisheria ya watumishi ambao hawajalipwa, hasa walimu na wastaafu. Mlikuwa mna deni ya shilingi milioni 389 na laki 3 na hii ni hoja namba 2.2 ya mwaka 2025. Niwapongeze, mmelipa kwa kiasi kubwa zaidi ya milioni 200, lakini bado tunadaiwa milioni 164. Sasa tumelipa vizuri, lakini sasa hii iliyobakia milioni 164 tuhakikishe na mheshimiwa mkuu wa wilaya ifuatilie ifikapo 30 Septemba madeni hayo yataisha, na tuanze na waliostaafu ili nyumbani na waende kujielezesha, lakini pia na hao wengine waweze kulipwa hela zao. Kwa hivyo ili deni la milioni 164 piga huwa garagaza, tujitahidi tuhakikishe tukiimarisha makusanyo, tukiwa na uadilifu, haya madeni yatalipika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja nyingine inayofanana na hiyo hoja ni hoja namba 2.13 ya mwaka 2025 ambayo na yenyewe inaeleza kuwa kuna kiasi cha shilingi karibu milioni 3,360,000 ambacho kimesalia kama gharama ya kusafirisha mizigo akijalipwa kwa watumishi wa staafu. Milioni 8. Hasa mtu anasumbuka, nenda rudi, aondoki, mizigo yake yasafirisha. Kwa kweli hii ndio kazi na utu Mheshimiwa Rais anataka tufanye. Tujitahidi, fedha zipo, tujitahidi tuangalie, kwa sababu kesho na sisi tunastaafu, tutafanyiwa hivi, pesa itakosekana, lakini tukiwa na nia pesa itapatikana ya kuwalipa hao watu waondoka kwa heshima, kama ambavyo wamejitolea na kufanya kazi kwa heshima. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiasi kilichosalia ni kidogo, lakini kinaleta usumbufu mkubwa sana kwa watumishi ambao wanastaafu. Watumishi hao kama nilivyosema, wametumikia taifa hili kwa weledi na kwa uaminifu mkubwa. Sasa wanaondoka katika utumishi wa umma, waondoke wakiwa na bado na imani na serikali yao na mapenzi. Kwa hivyo tuhakikishe na hili tunalikamilisha, na hivyo mkurugenzi wa kuagiza nifanye juu chini fedha hizi ziweze zikalipwa milioni 8,360 kabla hii ifikapo tarehe 30 Juni. Hili linawezekana.